Unapoona mume wako amehusishwa na mahusiano na msichana, ukaona watu wameanza kuzungumza, inakuwaje? Kwa sababu wengi walitegemea kwamba ndoa inaweza kutetereka, inaweza ikawa shida, na hususan labda kipindi ambacho amehusishwa sana na mahusiano labda na Menina. Ile ilikuwaje situation kwenye kipindi kile? Situation kwenye kipindi kile sijui niongeje. Ilikuwa hivi kwamba mpaka kimetokea mtandaoni mimi nilikuwa tayari nishajua. Tulikuwa tushasove na mume wangu. Kwa hiyo hivi za mitandao zilikuwa ni kelele tu, mimi kwangu hazikuwa na shida tena. Lakini before ya kutokujua ulikuwa una ukaribu, mnapiga story na Menina kama rafiki yako ama? Yes, mimi nilimjua mume wake aliyokuwa amemuoa, nilikuwa nafanya naye kazi. Kwa hiyo nilimjua kipindi hiko wakati ameolewa na huyo mkaka ambaye nilikuwa nafanya naye kazi. Yes. Kwa hiyo hata ilipotokea situation ya kutaka kufanya kazi na mume wangu, alipokuja kuniuliza mume wangu kama nataka kufanya kazi na fulani, nikamwambia yes, okay, fanya naye kwa sababu mimi najua yuko na mume wake, namjua, ni rafiki yangu, ni mshikaji wangu, ni ofisini, yani tumezoeana sana. Ni yule mtu ambaye tunazungumzia mambo ya familia kabisa ni. Kwa hiyo okay, fanya naye tu kazi, haina shida. Yes. Kwa sikuwa nikijua kitu kingine chochote. Wakati alipokuwa anakuja labda nyumbani, kwa hiyo alikuwa unamchukulia kama the wifi, si ndio? Ama rafiki tu wa mume wangu? No, yani mimi nilikuwa namchukulia kama, sijui nikwambia, kama mdogo wangu kwa sababu yule kaka mimi rafiki yangu Yes. Nilikuwa yani mimi uhusiano wangu kumjua yeye haukuwa kutokana na mume wangu, ulikuwa kutokana na mwanamume aliyemwoa yeye. Yes. Kwa hiyo nilikuwa namchukua kama mdogo wangu. Yani si hata ule wifi, yani nilikuwa namchukua ni mtu ambaye kwa sababu ya mume wake ni rafiki yangu sana. Yes. Wewe mlisolve kabla ya kuja kwenye mitandao, lakini una wazazi, una mama, una kaka, una dada. Wao walichukuliaje ile? Kwa mara kwanza nao wanaona kwenye mitandao. Mimi nimeshakwambia simpi mtu nafasi ya kucomment kitu kwenye maisha yangu au maisha ya mume wangu. Hivyo ndio nilivyo. Yani ndio nilivyojijengea. Kwa hiyo sidhani kama kuna mtu, yani hauna chochote cha kuja kuniuliza. Ni mimi mwenyewe nitoe maamuzi kama huyu mtu simtaki, niachane naye, namtaka hivyo, it's okay. Yeah, kwa sababu maongezi ya watu wengi waga naleta yanakuvuruga hata mwenyewe. Unajua huyu anakupa ushauri huu, anakupa ushauri, mwisho wa siku unajikuta haujui ende njia ipi. Kwa hiyo mimi waga nasikiliza serikali ya kichwa changu. Yes. Kwa hao wengine yani ndio umenizali mzazi wangu, isokee tu. Yani hapa nilipo nimeanza maisha yangu. Ni